wa ng'ombe. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 32. Biblia inasema hivi: hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao, wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Wamejifanyia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu. Wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Unaona sasa, ukiendelea kusoma hiyo sura, utaona Mungu alichokifanya. Kwa nini wakaacha kumwabudu kwa uzuri? Watu wa Mungu, jamani, nasema Mungu yupo. Nasema Mungu yupo. Wameyaona matendo makuu, lakini wanafika mahali Musa amekwenda kuomba, ameenda mlimani kuomba, kutafuta uso wa Bwana. Huku nyuma wakaona amechelewa kushuka. Wakaona huyu Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui mambo yaliyompata huko. Wakamwendea Haruni wakamwambia, tutengenezee Mungu aliyetutoa kwenye nchi ya utumwa. Haruni akawaambia, zivunjeni pete zilizo katika masikio ya wake zenu na mabinti zenu, watoto wenu, zile pete za dhahabu mkaniletee. Watu wakatoa kwa hiari yao, wakatoa pete zilizokuwa wamezivaa kama urembo, vitu vya thamani. Wakatoa dhahabu, wakampelekea Haruni. Wakati wamempelekea Haruni, wakati Biblia imezungumza, Mungu alikuwa ameshawaambia usijifanyie sanamu. Na ndicho ninachozungumza, wanadamu, tusijifanyie kitu chochote kinyume na Mungu, kiwe cha kuchonga, kiwe cha kuyeyusha kwa patasi, kiwe cha kwa namna yeyote ile. Mungu ni roho. Tusijifanyie. Hawa wakajifanyia mungu wao. Hebu niambie, pete zilizokuwa kwenye masikio yao, walizokuwa wamevaa, zilizokuwa kwenye vidole vyao, wakatoa wakayeyusha,
Haruni akaitengeneza kwa patasi, akatengeneza kasanamu kandama, halafu akakajengea na madhabahu. Halafu akawatangazia kesho itakuwa ni sikukuu ya kuzindua Mungu waliyemtaka, Mungu waliyejitengenezea, Mungu waliojifanyia, sanamu waliojitengenezea. Wakatoa na sadaka, wakasahau kwamba wametoa pete zao. Sasa pete zao lini ziligeuka kuwa Mungu? Pete walizokuwa wamezibeba, walizokuwa wamezibeba wakazivunja pete walizokuwa za dhahabu zilizokuwa katika masikio yao, wakamletea Haruni, akawatengenezea Mungu waliyemtaka. Watu wa Mungu, yuko Mungu. Ninasema yuko Mungu asikiaye. Yuko Mungu wa kweli. Walipotoa, maandiko yanatuambia, wakaanza kushangilia. Mungu akamwambia Musa mlimani. Tena wakati ule ndio alikuwa amekwenda. Mungu amemwambia apande mlimani ili aende ampe zile sheria. Yuko mbele za uwepo wa Bwana. Mungu anazungumza naye. Ana zile mbao za amri 10 Mungu ameandika. Musa akakasirika, akazivunja. Mungu akamwambia shuka, nenda. Alikuwa kwenye maombi ya siku 40. Uone ni jinsi gani ambavyo mtu anaweza akatesa watumishi wa Mungu wanaokuombea. Matatizo yatoke. Ukitoka unaenda unajichafua. Ukitoka hutaki kubadilika tabia. Unakuwemo tu, lakini hakuna. Unakuwemo tu. Unaona? Musa akashuka. Akasema kuna kelele maragoni. Yoshua akamwambia kelele za nini? Hizo kelele sio za watu wenye huzuni, ni kelele za watu wenye furaha. Ni kelele za watu ambao wanashangilia. Kwa hiyo akashuka. Kilichotokea, Mungu aliwaangamiza kwa sababu ya kuabudu kitu kisichokuwa Mungu. Tunatakiwa tuabudu. Biblia inasema kwamba hivi, kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Tunapoliangalia anga, yupo aliyelifanya. Wanadamu tunapokuwa tunaabudu, lazima uangalie kwamba huyo Mungu unayemwabudu si kuingilii, lakini na kueleza ukweli na kueleza uhalisia. Lazima tujiwaze kwamba huyu Mungu ninayemwabudu, hata kama ni mimi binafsi, huyu Mungu ninayemwabudu, au huyo Mungu unayemwabudu mwenzangu, au huyo Mungu tunayemwabudu, je, ni Mungu wa kweli? Je, amefanya tukio gani? Mungu tunayemwabudu alikausha bahari ya Shamu, alitengeneza njia. Sawa, utasema labda alitengeneza njia wakati ule, labda tu ni maneno tu, lakini uhalisia kwamba alitengeneza. Lakini hata leo kutaka kujua uhalisia, kwa jina la Yesu magonjwa yanatoka, sukari zinapona, magonjwa ya kutisha ambayo yamekuwa tishio duniani, kwa jina la Yesu Kristo Mungu anatuondolea, anatuponya. Pressure, kansa, uvimbe na magonjwa mengi ya kila aina, nguvu za kurogwa, watu kuibiwa. Unakuta mtu ameibiwa, nafsi yake haipo, mtu amechukuliwa, anaishi tu kama kopo, lakini uhalisia yule mtu wa ndani unakuta hayupo. Magonjwa ya ajabu na ya kutisha, magonjwa yasiyokuwa na tiba, ambayo yanashindikana mahospitalini, Mungu anatuondolea, Mungu anatuponya, anatuondolea mauti.
Unaona, huyo ndiye Mungu mwenye nguvu. Biblia inasema kwamba ni wa kuhofiwa. Miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahala pake. Nguvu na furaha, anapotutendea tunakuwa na ile furaha ya kiungu. Mungu wa kweli, Mungu peke yake wa kuabudiwa. Mtu wa Mungu, natoa wito kwako, kwa kila mtu atakayepokea ujumbe huu, ageuke na kumwabudu Mungu wa kweli. Unaona, heshima, tumpe Mungu heshima. Tunapoingia katika nyumba za ibada, twende kwa adabu, twende kwa heshima, tukamsifu yeye, tukamwabudu yeye kwa uzuri wa utakatifu. Nguvu ziko kwake, furaha zipo zipo mahala pake. Ndio maana Biblia ikasema kwamba mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Tunatakiwa kumpa utukufu kwanza kwa kutuumba, kwa sababu kama Mungu asingeniumba mimi na wewe, tungeonekana wapi? Tunatakiwa kumpa heshima, tunatakiwa kumpa utukufu. Tena jamaa zote za dunia, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Jina lake ni kuu. Kwa jina la Yesu napona, kwa jina la Yesu tunafunguliwa, kwa jina la Yesu tunasamehewa dhambi. Kuna nguvu kuu katika jina lake. Tunapoliitia, Mungu anasikia. Mpeni utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mje mbele zake. Sadaka za shukurani, sadaka za kila aina ambazo Mungu anatujalia. Kumbuka wana wa Israeli wakaenda na kuitolea, yani zile pete walizozitoa masikioni mwao, wanakwenda zimegeuka kwa Mungu, wanakwenda kuzitolea sadaka, wanakwenda kuzipa dhabihu, wanakwenda kuzipa sadaka na matoleo mbele za Mungu. Unaona, wanakwenda kuzipa. Lakini Biblia nasema tumpe Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mje mbele zake. Leteni sadaka. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Tunatakiwa tumwabudu kwa uzuri, kwa utakatifu. Tunza mtu wa Mungu utakatifu. Usijichafue na dunia hii ya kupita. Biblia nasema dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu, huyo ndiye atakayedumu hata milele. Dunia inapita. Tutunze utakatifu. Tumwabudu kwa uzuri wa utakatifu. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Yani Mungu anatakiwa tumwabudu kwa uzuri wa utakatifu. Tusimwabudu Mungu pamoja na dhambi. Kama ni dhambi, basi tuzitubu na kuziacha. Tuziungame mbele zake. Ungama na kutubu na kuacha. Mungu ni mwingi wa huruma, anatusamehe. Mungu ni mwingi wa rehema, anasamehe dhambi. Tumwabudu kwa uzuri wa utakatifu. Unaona? Kwa uzuri wa utakatifu. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Naam, ulimwengu umethibitika usitikisike. Mungu wa dunia yote. Wala usikafikiri kwamba mataifa ni mengi, wanadamu ni wengi, dunia nzima kuna billions za watu. Je, Mungu ataniona? Nataka nikwambie hivi, Biblia inazungumza katika kitabu cha Isaya, mataifa yote mbele za Mungu ni kama tone la maji kwenye ndoo.
ni kama tone la maji kwenye ndoo. Unaona? Na wanadamu wote Biblia inasema ametuchora kwenye kitanga cha mikono yake. Kuta zetu ziko mbele zake daima. Kwa hiyo hata kama ungefanyaje, Mungu anaangalia ibada zinazofanyika, anaangalia watu tunavyomwabudu, anaangalia tunamwabuduje. Je, tunakwenda kwa heshima? Je, tunamwabudu yeye? Au je, tumejitengenezea miungu yetu tukamwacha Mungu wa kweli? Je, tumejitengenezea miungu yetu wenyewe wanadamu tukajichagulia? Leo watu unashangaa wanaabudu mpaka na majoka. Majoka yana sumu, lakini mtu anaweka, anajua kwamba sasa huyo ndiye Mungu wake atakayemwabudu. Unaona? Wanadamu ifikie hatua tumgeukie Mungu kikamilifu. Tumwabudu yeye kwa uzuri na kwa utakatifu. Tunamwabudu Mungu kwa njia hii. Katika kitabu cha Zaburi, kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu sura ya 28 na mstari wa 28. Maandiko yanasema hivi: kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Ili tumwabudu Bwana kwa uzuri, ili tumche Bwana kwa uzuri, tunatakiwa kujitenga na uovu, kwa sababu tunapojitenga na uovu ndiyo ufahamu. Tunapojitenga, yuko Mungu wa ulimwengu wote aliyeziumba mbingu na dunia. Yeye Mungu peke yake anatosha katika mataifa yote, anafaa kwa wanadamu wote, anafaa kumsaidia kila mtu. Hata ungekuwa una shida kiasi gani, hata ungekuwa una changamoto kiasi gani, hata ungekuwa umekwama kiasi gani, nakwambia yuko Mungu ambaye nina uhakika wa matendo makuu ambayo amenitendea mimi. Ameniponya magonjwa, ameniondolea mzigo wa dhambi, ametakasa damu yangu, amesafisha, ameniosha, ameniponya, amefuma mwili wangu akautengeneza. Ninaamini hata wewe Mungu anakwenda kukutendea mambo makubwa. Haijalishi umekwama kiasi gani, geuka tu umwabudu kwa uzuri na kwa kumheshimu na kwa utakatifu. Usijifanyie kitu chochote kama wana wa Israeli walivyojifanyia ndama, walivyojifanyia sanamu ya kuchonga, wakageuka wakamwacha Mungu wa kweli. Sijui maisha yako unaishije, lakini mfano mzuri tunawaangalia hawa wenzetu, wakageuka wakajifanyia. Siwezi kujua unamwabudu nani, siwezi kujua Mungu wako ni yupi, lakini nataka nikwambie yuko Mungu wa dunia nzima, yuko Mungu wa ulimwengu wote, yuko Mungu peke yake wa kweli, ambaye mikononi mwake zimo bonde zote za dunia. Mikononi mwake mna uweza wote, mna nguvu zote. Mikononi mwake yeye anajua hata hesabu ya nywele zetu, anajua idadi ya nywele, ambapo msomi yeyote hawezi kujua kwamba mwanadamu ana nywele kiasi gani, lakini Mungu yeye anajua. Aliyeweka mfumo wa mwili ana uwezo wa kutengeneza, ana uwezo wa kutufungua kutoka katika vifungo vyote vya uharibifu, vifungo vyote vya uovu. Siwezi kujua ni kitu gani kimekufunga, ni tatizo gani limekufunga, lakini yuko Mungu wa kweli
yuko Mungu mwenye nguvu, yuko Mungu mwenye uweza, yuko Mungu ambaye anatufanya tutembee, tuende, tuwe na uzima, anayetupa uzima. Kwa ni juu yetu kujihoji kwamba huyu Mungu ninayemwabudu, je, anao uzima wa kunipa? Anayo mbingu ya kunipeleka? Anapo mahali pa kutuweka? Lazima ujiulize. Ana uwezo wa kutuponya magonjwa? Ana uwezo wa kutuondolea matatizo yote? Huyo Mungu, je, yupo? Huyo unayemwabudu. Nimezungumza nawe kuhusu kuabudu kwa uzuri, kwa heshima na nidhamu. Hata tunaposifu, tunasifu kwa heshima na kwa nidhamu. Hata tunapomchezea Mungu, tunamchezea Mungu kwa uzuri na utakatifu, sio kwa kuifuatisha namna ya dunia hii. Biblia inasema wala tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tuabudu kwa uzuri, tuabudu kwa utakatifu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema, Warumi 12:1-2, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Na wasihi kwa huruma zake Mungu. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu, tunatakiwa kuitoa miili yetu kuwa dhabihu mbele za Mungu, kuwa sadaka. Tunamwabudu kwa uzuri, tunaabudu kwa kumpigia makofi, tunamwabudu kwa kumsifu, tunamwabudu kwa kumuomba, kwa kumtolea. Maandiko yanasema tuje na sadaka mbele zake. Hiyo ndio ibada yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Tusiende kwa kuiga, kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Uimbaji wetu umpe Mungu utukufu na wale wanaotuona. Tusiimbe kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Tusisifu kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Tusiabudu kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Tunatakiwa kufanywa upya nafsi zetu, na tunafanywa upya nafsi zetu kwa kumgeukia Mungu, upya nia zetu kwa kumgeukia Mungu, ili tujue mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mungu anataka tumjue yeye, na Mungu yuko tayari kutusaidia, na Mungu yuko tayari kutuongoza. Tuwe na ibada yenye maana, ya uzuri, ya utakatifu. Unakwenda nyumbani mwa Bwana kwa heshima na nidhamu, kwa kuanzia moyo wa ndani yetu. Tunakuwa tumetengenezwa, tumegeuzwa nia kwa kutubu dhambi na kuziacha, na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa ninakualika, ninakukaribisha mtu wa Mungu. Nimezungumza na wewe. Mungu anakupenda. Yesu anakupenda. Anayo huruma sana kwako. Anataka tugeuze kwa faida. Tumwabudu Mungu kwa uzuri na utakatifu, kwa njia ya kumsifu. Biblia inasema, Paulo anaandika, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu, iwe sadaka ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Wala tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, na kuombea Mungu akufanye upya, anifanye upya nia zetu, ili kwamba tupate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Nimekushukuru sana kwa kusikiliza ujumbe huu. Nataka sasa niombe pamoja na wewe. Najua mkono wa Mungu unaweza kukugusa mahali pale ulipo. Mungu atupe roho ya kumwabudu kwa uzuri na utakatifu. Hebu sema nami maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya maneno yako yenye uzima. Bwana, nakuja kwako. Naomba roho ya kukuabudu kwa uzuri na utakatifu. Roho ya kukucha wewe. Katika jina la Yesu Kristo, na yaungama maisha yangu mbele zako. Nazitubu dhambi zote nilizozitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Yesu, unirehemu. Katika jina la Yesu Kristo, najikabidhi mikononi mwako. Roho ya wokovu ukaiachilie ndani yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Weka mkono wako kwenye moyo wako nikuombee kwa ajili ya roho yako, lakini pia kwa ajili ya afya yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wa kweli. Baba, uliyeumba ulimwengu wote, uliyemuumba huyu ndugu aliyenisikiliza pamoja na mimi na wanadamu wote, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba, ninaomba roho ya kukuabudu ndani ya kila mmoja. Kwa jina la Yesu Kristo, utusaidie kukuabudu kwa uzuri na utakatifu. Kwa jina la Yesu, neema yako Mungu ikapate kuonekana kwa uwepo na kwa uweza na kwa nguvu zako Jehova. Yesu mwenye nguvu zote na mamlaka, ninasema asante kwa ajili ya pendo lako la ajabu na kwa ajili ya uaminifu wako wa pekee, Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo, namuombea aliye na changamoto ya afya. Naombea roho za watu wako Mungu sikujue. Naombea mioyo iliyochoka, iliyokata tamaa ukaiponye. Namuombea aliye mgonjwa umguse. Angalia huyu anayeteswa na kisukari. Naamuru hiyo roho ya sukari, pepo wa kisukari, uachie kwa jina la Yesu. Ninakemea hiyo roho ya presha. Ninakemea hiyo roho ya kansa. Nakemea hiyo roho ya uvimbe. Nakemea hayo magonjwa yote. Naondosha, naamuru hiyo roho ya mauti iliyolengwa, iliyotegeshwa kupitia hilo tatizo, kwa jina la Yesu Kristo iondoke. Na iamuru ihame kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Waliochukuliwa nafsi zao, waliofungwa katika nyumba za wachawi warejeshwe. Waliofungwa kwenye makaburi warudishwe. Waliofungwa kwenye miti warudishwe. Ninatamka warudishwe kwa mkono wako ulio hodari, Bwana, ukawarejeshe. Baba, ninakushukuru. Aliyechukuliwa baraka zake zirejeshwe. Mungu aliye na changamoto umponye. Baba, anayeteseka kwenye masomo hana wa kumlipia karo, Baba umsaidie. Magonjwa yote Yesu uwaponye wote. Katika jina la Yesu tunahitaji uponyaji wako kwetu Bwana. Ninasema asante katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa Dr. Monica Mbaraka. Napatikana kwenye media za kijamii. Napatikana TikTok hapa. Endelea kuangalia na kufuatilia vipindi vyangu ambavyo navirusha kwenye TikTok, na kwa live siku ya Jumamosi. Ukinifuatilia utanipata, na Jumapili asubuhi saa 1 mpaka saa 2 utakutana na vipindi kama ratiba unavyoiona inavyoendelea kutolewa. Lakini pia napatikana Instagram, napatikana pia YouTube channel, napatikana X, napatikana Twitter, napatikana WhatsApp channel, napatikana Thread, napatikana Twitch. Karibu kwa kusikiliza maneno ya Mungu, lakini zaidi sana ingia TikTok huko ukutane na maneno ya Mungu ya kukusaidia. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Neno litaendelea. Ubarikiwe. Isipokuwa kwa mawasiliano, unaweza kuwa una shida, unahitaji maombezi, basi namba zangu za simu hizo 0784 936250, 0784 936250. Namba nyingine ni 0765644024, 0765644024. Endelea kuangalia TikTok, uko narusha mafundisho yenye uzima na kukaribisha sana. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Jumamosi na kwa live, na Jumapili asubuhi saa 1 mpaka saa 2. Karibu kwa kushiriki maneno ya Mungu. Kwa maswali labda una ushauri, basi karibu tuwasiliane
nitakuombea, Mungu atakusaidia. Mungu akubariki.